Wananchi wamezidi kuhamasika kuona kumbe serikali ya Magufuli inaenda kutokomeza madawa ya kulevya. Kwa imani zao wameendelea kutoa taarifa na majina ya watu wengine 5 na wa6 tayari yuko China na mpango wa kuingiza madawa mzigo mkubwa mwezi huu. Naishawaambia watu wa uhamiaji pamoja na airport kuhakikisha kwamba anapofika wakishirikiana na polisi wetu kumtia nguvuni. Na sio muda mrefu, mwezi mmoja uliopita alikuwa kwenye hoteli moja hapa Sinza. Kasambaza mzigo wake mpaka kamaliza ndio akaenda kwa. Anaweza kaa hoteli hata wiki 2-3 huko akisambaza kete zao. Kwa mimi nataka tuko wataarifu wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam. Vyombo vyetu vya dola viko imara kama ambavyo kamishna amesema, na wala hatutasita kuchukuliana hatua sisi kwa wale wanaoenda kinyume na maadili ya utumishi. Lakini sambamba na hilo, nyinyi wananchi mnao wajibu wa kuhakikisha mnashiriki katika mapambano ya madawa ya kulevya. Tukishirikiana wote kwa pamoja, tuna uwezo mkubwa sana wa kushinda hii vita, na mwisho wa siku hata tukienda mbele za Mungu tutakuwa na haki na kupata yale ambayo tunastahili kupata. Sasa majina nilionayo hapa, tunaanza upande wa askari. Niko na Mudi Zungu. Upande wa pili kuna mtu anaitwa Fadhili, lakini watatu yupo anajulikana kwa jina la Bedi. Nikisema hivyo askari wanajua tu namna ya kumpata. Hawa watatu kamishna waunganishe kwenye ile timu ya wale wengine waanze kushughulika nao. Mali zao zipo na mwingine amehangaika kununua nyumba Kigamboni kupitia hizi hela za madawa ya kulevya. Sasa mimi nipo na nitaendelea kuwepo, maana Mungu wangu ni mkubwa kuliko chochote kile. Tutafanikiwa tu kamanda, sio wala tukishashinda hii vita mzee, tutakula kuku. Kama sio hapa duniani basi huko mbinguni na uhakika. Lakini kwa upande wa ndugu zangu wale ambao Jumatatu pia wanapaswa kuwepo, na ningeomba sana waandishi wa habari mnisaidie, msitwist kidogo story ikaonekana ni madawa ya kulevya na wasanii. Ni madawa ya kulevya. Sasa nimeona baadhi ya mambo mengine wanaifanya kama ni mali ya wasanii. Yaani kama vile hapa tunahangaika na madawa, shughuli unayofanya sisi haituhusu, na ndio maana tunaingia hata kwenye jeshi la polisi tukikuta wapi magereza wapi kokote kule tunahangaika na madawa ya kulevya. Kwa sababu mnaweza mkawapa watu ikaonekana kama ni wasanii wakati kuna watu kumataikuni wakubwa kabisa mmewaacha. Kwa mfano, kuna mtu mmoja anaitwa Omari Sanga. Omari Sanga kwa taarifa nilizonazo ni moja ya watu waliosababisha si chini ya 65% mpaka 70% ya Watanzania waliofungwa kwenye magereza ya China ni yeye alikuwa anawapeleka. Na sasa hivi yuko China, yuko Dubai, ana process kwenda China. Lakini mkono wa Mungu ni mkubwa, mkono wa serikali ya Magufuli ni mkubwa, tutamdaka tu. Sasa hawa ndio watu ambao tunahitaji mtusaidie sana. Kuna ndugu yangu mmoja kutoka Shozi. Kuna mwingine anaitwa Amani. Kuna mwingine anaitwa Halidari Kavila. Kuna mwingine anaitwa Tunda nafikiri mnamfahamu. Ni kale kabinti kale kana si ni mwigizaji yule, si ni mwimbaji. Mwimbaji? Video Queen. Video Queen. Ndio nini? Anatamba video. Okay. Haya, hawa wote mimi nawahitaji Jumatatu saa 2 hapa Central, akiwemo na dada yangu kipenzi anaitwa Vanessa Mdee. Ndugu zangu, tuendelee kuifanya hii kazi. Muendelee kuatia moyo, polisi waaminifu wapo. Na ndio maana alivyosema kamishna, tulizunguka usiku na polisi hawa na tukafanikiwa kukamata wanaohusika. Sisi tunaanza na hawa wanaotumia